Kutoka ile sura ya 4. Ukaelewa somo la leo. I promise. Ukielewa somo la leo, hakuna jambo utashindwa hapa chini ya mbingu. Hakuna jambo utashindwa hapa chini ya mbingu. Jua jinsi ya kusema maneno sahihi katika wakati wako. Jua jinsi ya kusema au kuomba maneno sahihi katika wakati au nyakati zako. Jua jinsi ya kusema au kuomba maneno sahihi katika nini? Wakati au nyakati zako. Shika sana hilo neno, nyakati au wakati. Katika Kiingereza kuna neno wanaita season or seasons. Hii inaweza ikawa ni wakati au majira. Kwa hiyo katika pale nyakati na majira unaweza ukaweka vizuri kwenye somo hilo nililokuambia. Jua jinsi ya kufanya nini? Tumeingia darasani na kila mmoja uwe mwanafunzi sasa. Ukiulizwa swali unajibu sawa sawa. Ya usiwe mtakatifu kuliko Biblia uliyoibeba. Jua jinsi ya kufanya nini? You see, ili darasa mbona ni bovu leo. Tumesema jua jinsi ya kufanya nini? Jua jinsi ya kusema au kuomba. Sawa sawa. Maneno sahihi katika nini? Katika wakati au nyakati zako. Andika kama kuandika mara ya kwanza. Jua jinsi ya kusema au kuomba maneno sahihi katika wakati au nyakati zako. By the way, endelea kuwa naomba juu ya Tanzania. Endelea kuwa natangaza utawala wa Bwana juu ya Tanzania. Hello, sit there. Kamata kodi ya KC. Endelea kuomba juu ya Tanzania. Endelea kutangaza utawala wa Kristo juu ya Tanzania. Hii kitu Mungu alitupatia wakati wa machafuko, na akasema sasa natawala Tanzania. Na sisi tunapaswa kuendelea kuisema hiyo, kuiambia Tanzania nyakati zote ya kwamba atawalaye ni Bwana. Haleluya. Majira fulani, miaka fulani, niliwahi kuwa kwenye madhabahu, nikatamka nikasema, mtu mmoja akaniuliza juu ya kwamba vipi una imani na serikali iliyopo sasa hivi? Nilimjibu kwa mujibu wa mtazamo na imani yangu. Baada ya kumjibu, tumekaa baadaye sana, Bwana akaja akaniambia jambo moja la msingi ambalo sintolisahau milele. Bwana aliniambia haijalishi ni nani atawalaye mahali popote kwa majira yoyote, kama mimi sipo, ni shida. Lakini haijalishi nani atawalaye mahali popote wakati wote, mimi nikiwepo, hakuna shida. Sio, nanielewa sasa? Ipo saa
ya Bwana kuwepo mahali, na sisi tuliombeba Bwana, tulioaminiwa na kufanywa mawakala wa ufalme wake, ambassadors, tunapaswa kudeclare uwepo wake. Yaani hii haiangalii mtazamo wa chama chako cha siasa au kundi gani unatokea. No. This is about your faith in God. Hallelujah. Kwa nakwambia, endelea kutamka na kutangaza katika ulimwengu wa roho ya kwamba Bwana ndiye afanyaye nini? Bwana ndiye afanyaye nini? Bwana ndiye atawalaye Tanzania. Hallelujah. Good. Unisikilize kwa makini sana. Nishakupatia kichwa cha somo la leo, si ndio? Wangapi mnakumbuka? Nyosha mkono wako kama nakumbuka tunajifunza nini leo. Ninaogopa nisije kuwa na darasa bovu kuliko yote duniani leo. Nyosha mkono wako kama unajua kichwa cha somo la leo. Amen, amen. Mbarikiwe. Haya, ambao hamjui, mliosahau leo tuna kichwa gani cha somo, nyosha mkono. Wale mliosahau, unaona wanaviona haya, wanaona aibu. Kama umesahau wewe sema tu nimesahau, tutakukumbusha. Hallelujah. Jua jinsi ya kusema au kuomba maneno sahihi katika wakati au nyakati zako. Hicho ndio kichwa cha somo. Tumeelewana sasa? Sasa sijajua tutakwenda nalo mbali kiasi gani, lakini kichwa cha somo ni hicho. Nataka ujue jinsi ya kusema au kuomba. Kwa mfano hivi nakwambia, sema Bwana ndiye atawalaye Tanzania. Mbona useme? Unaona hili darasa leo, nimesema naogopa darasa la leo lisije kuwa darasa la ajabu. Turudie tena, Bwana ndiye atawalaye Tanzania. Unaona sasa wote mmeongea kama mpo sasa. Hallelujah. Hiyo haikutokea tu. Hilo lilikuja kama neno la wakati na majira sahihi. Kama unanielewa? Aya. Sasa niko na kufundisha kujua jinsi ya kusema au kuomba, maana katika kuomba tunasema na katika kusema tunaweza tukaomba. Sawa sawa? Sasa usiongeongee tu. Okay. It was just last Sunday. Ilikuwa ni Jumapili iliyopita wakati nimekufundisha katika Mathayo sura ya 6. Bwana alipozungumza juu ya kuomba. Unakumbuka? Kuna kitu nitakukumbusha hapo. Maana kama utaelewa somo la leo, kila maombi utakayoomba yatakuwa na matokeo. Every prayer you pray. I'm telling you. Mimi ni shahidi wa hilo. Hallelujah. Katika season hii ni watu wangapi ambao ni sehemu ya hii huduma wamenunua magari? Tumenunua magari mangapi? Magari 3 kama sio 4. Is it? Very good. Four cars. Magari 4. Sasa okay, nitasema baadaye kwa nini nimeuliza hivyo. Na mengine yanakuja. Mengine yanakuja. Yes, yanakuja. Jua jinsi ya kusema au kuomba maneno sahihi katika wakati au nyakati zako. Kwa mfano, unapitia wakati mgumu kiuchumi, kwa sababu unamwamini Bwana, unakwenda mbele za Bwana, unaanza kuomba. Sawa? Unaanza kumwomba Bwana kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya fedha. Labda unapitia wakati mgumu kwenye ndoa yako, unakwenda mbele za Bwana, unaanza kumlilia Bwana kwa ajili ya ndoa yako. Sawa?
Hizo zote ni nyakati, unanielewa? Sasa katika nyakati zozote unazopitia kwenye maisha yako, usiombeombe tu, kama vile Bwana alivyosema kwenye ile Mathayo sura ya 6. I think I need to read that. Nilikuwa najizuia kwenda kusoma ile, lakini sasa nadhani inabidi nianzie kule kule kwenye hiyo Mathayo sura ya 6. Please someone go there. Matthew chapter number 6. Chapter number 6, Matthew. Soma mstari wa 5. Wa 5 na wa 6. Wa 5 na wa 6. Tena msalipo. Weka mic yako sawa hiyo. Chukua nyingine inayofanya kazi vizuri. When you pray. Tutarudi kwenye Kutoka. Hapa hiki ni kionjo tu niko nakupa katika hii Mathayo. Kwa sababu nilishakupa mfano wa jinsi gani. Nimekupa mfano wa nyakati au wakati unaopitia. Sasa ni lazima nisome hii Mathayo kidogo ili uweze kuelewa sasa. Tutarudi kwenye Kutoka sura ya 4, lakini tuanzie hapo kwenye Mathayo. Hizo maiki zinanikera. Ile Mathayo sasa ndio nasema mkome. Haya, ile Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Tena msalipo msiwe kama wanafiki. Tena msalipo msiwe kama wanafiki. Amen. Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi. Endelea. Na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Okay. Inawezekana unapopitia kwenye nyakati maombi haya huwezi kuyaomba, si ndio? Amen. Haya kinafiki unaweza kuyaomba? No. Yaani unapitia wewe wakati mgumu na unaomba kwa ajili ya wakati wako. Utaomba hivi? Haiwezekani. Hii ni kwa ajili ya wanafiki. Sawa sawa? Amen. Wanafiki ni wale ambao wanataka kuonekana kwamba wanaombaga na wao wanajua kuomba na nini. Lengo lao ni kuonekana kwa watu. Sawa sawa? Tuachane na wanafiki. Wewe sio mnafiki. Sasa hiyo uko serious. Amen. Sababu umebanwa mahali kwenye kona, haupumui. Yes. Sawa sawa? Yeah. Na unahitaji Bwana aingilie kati. Ngoja tukaangalie kundi lako liko wapi. Hebu tuendelee. Mstari wa 6. Bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani. Ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za Baba yako aliye sirini. Anasema wewe unaposali ingia katika chumba chako cha ndani. Ukisha funga mlango wako ufanye nini? Usali mbele za Baba yako. Usali mbele za Baba yako aliye sirini. Aliye sirini. Na Baba yako aonaye sirini. Na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Atakujaza. Endelea kusoma pastor. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke. Very good. Hicho ndio kitu nilitaka usikie. Maana saa hii yuko anashughulika na mtu ambaye yuko serious. Amen. Amekwisha kukuonesha unapotaka kusali au kuomba unatakiwa ufanye nini. Anasema nenda sirini. Yes. Nenda katika chumba mahali ambapo unapoamini pana utulivu, maana ni kwa ajili yako peke yako na unahitaji matokeo. Sawa sawa Amen. Okay, sasa unapoingia katika kile chumba anasema funga mlango wako kisha usali uombe mbele ya Baba yako aonaye sirini naye atakujaza. Amen. Alafu akaongezea kwamba wewe uliyeingia katika chumba cha siri au unapoingia katika maombi ambayo ni serious. Okay, chumba cha siri by the way inaweza ikawa ni mahali popote ambapo umepaamini. Lengo ni kwamba unapoomba wewe usiwe ni show. Tunaelewana eh? Inaweza ikawa ni hapa ni chumba chako cha nini? Maana saa unaposimama kuomba hautaki kuwa noticed. Hautaki huyu mzee aniangalie, hutaki mchungaji akuone. Wewe uko serious na maombi yako. Maana yake uko wapi? Uko siri. Tunaelewana sasa? Amen. Allah. Msije mkashindwa kuomba kama nilishindwa kuomba nilikuwa niko barabarani. Mchungaji alishasema tu tunarudi kwenye vyumba. Anachokimaanisha hapa ni ule ubinafsi. Yaani saa unapofanya maombi ni kati ya wewe na nani? Na Mungu wako. Na Baba.
Amen. Tunaelewana sasa? Amen. Mnanielewa? Amen. Kwa hiyo mahali popote panaweza pakawa mahali pako pa nini? Pasiri. Tunaelewana sasa? Amen. Hadi hapo ulipoketi. Yes. Hadi sokoni. Amen. Ndani ya basi, ndani ya daladala, ndani ya ndege, panaweza pakawa mahali pako pasiri. Maana apafanyaye kuwa pasiri ni nani? Ni wewe, sio eneo. Amen. Amen. Tunaelewana sasa? Yes. Ni wewe, sio nini? Sio eneo. Sio eneo. Sasa anasema unapokuwa mahali pasiri, anasema usifanye nini? Usipayuke payuke. Usipayuke payuke. Kama watu wa mataifa. Kiingereza amesema don't use profane words. Usisemeseme tu maneno kwa sababu yameujaza moyo wako. Usitamke tu vitu kwa sababu ndio haja ama hoja ulio nayo. By the way, epuka sana kwenda mbele za Mungu umepanga hoja. Huwa ninawaambia watu wale ambao bado mna utaratibu wa kuomba kwa kuandika mahitaji kwenye karatasi, alafu saa unakwenda mbele za Bwana unakamata ile karatasi yako. Tunaelewana sasa? Amen. Hayo ni maombi ya kitoto sana. That's a childish prayer. Maana yake ni kwamba haujajua kuomba. Na muda unaomba kwa kufuata mahitaji ya karatasi yako, hapo anayeomba ni mwanadamu wa kawaida, sio mwana wa Mungu. Hivi unanielewa? Nataka unisikilize kwa makini sana. Mwana wa Mungu anapoomba, kwanza haombi akiwa peke yake. Unanielewa? Amen. Warumi 8:26 anasema maana hatujui kuomba jinsi ifanyavyo nini? Itupasavyo. Bali Roho mwenyewe ufanye nini? Uomba kwa kuugua. So the Spirit prays. Roho anaomba kwa nani? Anaomba kupitia wewe. Okay, nisiende mbali sana huko. Ngoja turejee hapo. Anasema msiombe kwa kupayuka. Don't use profane words. Bali ufanye nini? Anasema msipayuke kama watu wa mataifa. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Kwa hiyo wingi wa maneno sio hoja katika maombi. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Wingi wa maneno sio nini? Sio hoja katika maombi. Amen. Na ndio maana nataka nikufundishe leo jinsi ya kufanya nini? Ya kusema au kuomba. Katika nini? Katika wakati au nini? Nyakati zako. Bwana Yesu asaidie sana. Sasa turudi kwenye Kutoka kwanza. Tukasome historia iliyoko kwenye Kutoka sura ya 4. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 4. Okay. Kamata. Afuongeza kidogo uzito wa parts zako. Yes, good. Yeah, very good. Kutoka ile sura ya 4. Zawadi gani mimi ni mto ya ila nasema zawadi mimi nitamtolea ila Kutoka sura ya 4. Acha kuimba. Kutoka sura ya 4. Amen. Shafika pale? Yes. Very good. Sasa hapa tutachagua wenyewe tunaanzia wapi, kwa sababu the story is long. Story ni ndefu.
Ni ndefu kidogo, lakini okay, tutajua tunaanzia wapi. Let me check. Okay. Okay. Tutaruka mistari kadhaa. Tutaanza ule mstari wa kwanza na wa pili. Hapa ni wakati Bwana anaongea na Musa. Bwana yuko anazungumza na Musa. Amen. Okay. Ngoja niangalie hapa. This is crazy. Katika sura ya 3 mstari wa kwanza. I want you to get the story. Sawa. Nataka mwezi kupata context, muktadha wa story hii kidogo. Katika ile sura ya 3 mstari wa kwanza ni mahali ambapo inaanza encounter ya Musa na nani? Na Mungu. Sawa. Amen. Okay. Encounter kwa Kiswahili ni nini? Okay. Mkutano au nini? I don't know. Ni nini encounters? Ni Waingereza mlioka, mbona mnisaidii? What is it? Hii ni encounter ya kwanza ya Musa. Okay. Ni mkutano wa kwanza wa Musa na nani? Na Mungu. Sawa. Amen. Ngoja nikwambie, mpaka wakati huu Musa alikuwa hajawahi kuzungumza na Bwana. Maana Musa amekulia Misri. Mnajua nyote aliogotwa kwenye mto, sio? Yes. Na ndio maana ya jina Musa. Aliyefanya nini? Aliyeogotwa majini. Ndio maana ya jina Musa. Kwa hiyo mnaoitwa kina Musa, hiyo ndio maana yake. Amen. Mnamwangalia nani? Amen. Mwacheni kameramani wangu. Sasa aliogotwa majini. Baada ya hapo akachukuliwa na binti wa Farao akapelekwa ikulu. Musa akalelewa. Maandiko yanasema akafundishwa hekima yote ya watu gani? Ya Wamisri. Sawa. Amen. Na alipokuwa na miaka 40, wakati wa wana wa Israeli wako utumwani Misri, Musa alipofikisha miaka 40, tayari mnajua story ya kwamba wakati analelewa ikulu, yule binti mfalme alitafuta yaya wa kumlea Musa. Miriam, kwa sababu alikuwa ni binti ambaye kama anarika moja na yule binti mfalme, alijitokeza mbele ya binti mfalme na kumwambia, ninaweza nikakutafutia yaya mzuri atakayemlea mtoto wako. Miriam akaenda kumchukua mama yake mzazi na Musa na kumpeleka ikulu ili akawa analipwa kwa kulea mtoto wake mwenyewe aliyezaa. Lakini binti mfalme hajui kama yule ndio mama yake halisi na nani? Na Musa. Sasa kwa hiyo Musa mama yake akawa analipwa kwa kunyonya maziwa ambayo yameandaliwa kwa ajili yake na kila kitu. Sasa Musa kwa sababu amelelewa na mama yake halisi, yule mama ndiye mlezi, binti mfalme yuko bize huyu ikulu. Kwa hiyo kadri alivyokuwa akikua Musa, mama alikuwa akimfundisha Musa na kumweleza siri zote kwamba wewe sio Misri, wewe ni Myahudi. Hawa Wayahudi walioko utumwani ni ndugu zako. Nilipokuzaa palikuwa na shida hii. Nilibidi nikuweke kwenye chombo, nikutupe mtoni kwa sababu sikutaka kuona ukiwa unauawa. Lakini dada yako, nani dada yake? Miriam, alikuwa anafuatilia kile kitunga kinaenda wapi mpaka ulipookotwa na binti mfalme. Dada yako akajifanya hakujui, akamwambia binti mfalme, nitakuletea mtu atakayemlea mtoto wako. Ndio mimi nikaja kuja kulea na kunyonyesha. Kwa hiyo mimi ni mama yako mzazi. Kwa hiyo Musa akayajua mengi kupitia nani? Mama yake. Amen. Sasa wakati amefikisha miaka 40, akawa anatembea mle Misri na maeneo mbalimbali kutazama, akiwa anatazama ndugu zake Wayahudi wanavyoteseka kwa kufanyishwa kazi ngumu mchana na usiku. Siku moja katika mizunguko yake, kwa sababu yeye tayari ni nani? Ni prince. Yeye anakuwa kama mwana wa ufalme ndani ya Misri, ile hali ni Myahudi.
Kwa hiyo huyu ni Misri koko. Tunaelewana sasa? Amen. Kwa hiyo analelewa mle, wakati anatembea akakutana na ndugu zake Waebrania kwa Waebrania au Wayahudi kwa Wayahudi wanagombana. Kabla ya hapo kwanza alikuta Misri na Myahudi wanagombana. Alipoona yule Misri anamshinda nguvu Myahudi, Musa akamwinukia yule Misri akamuua, kwa sababu Myahudi si ndugu yake. Kwa hiyo akasimama kumtetea ndugu yake. Kumbuka Musa amelelewa ikulu. Kwa hiyo huyu ni askari aliyefanya nini? Aliyeenea, maana amelelewa kama mwana wa kifalme. Kwa anajua vita. Ikija kwa habari ya kupigana atakuua ndani ya sekunde. Tunaelewana sawa sawa? Kumbuka huyu ni askari anayefundishiwa ikulu. Kwa hiyo ana techniques ambazo hata askari wa kawaida hawafanya nini? Hawana. Kwa hiyo akamuua yule Misri, alafu kwa sababu Musa alikuwa ni komando akamzika mwenyewe bila watu kujua. Lakini yule ndugu yake Myahudi alifanya nini? Alijua. Musa ambaye usiende kuambia watu kwa nimekutetea, tumemuua huyu Misri, tumezika. Sawa sawa. Ile jamaa lenyewe kama ulivyo na wewe hakuna gasi. Hilo likaanza kuambia wa Misri, Wayahudi kama wana huyu jamaa anaitwa Musa ameua Misri, ila ameua kwa ajili yangu. Kwa baadhi ya Wayahudi wakaijua ile story. Sasa siku nyingine wakati anatembea anakuta Wayahudi kwa Wayahudi wanagombana, akaingilia kati kuamua, sababu anajua ni ndugu zake na wako utumwani, hawana haja ya kuchukiana, wanatakiwa wapendane na wasaidiane. Akataka kuamua ndugu zake Musa. Wakati anawaamua, mmoja akapata hasira, akajikuta amerepoka, akasema, hebu tupishe, nani amekufanya wewe kuwa mwamuzi wetu? Au unataka uniue kama ulivyomuua yule Misri na kumzika? Akaongea hadharani. Siri ikafanya nini? Siri ikavuja. Siri ya Musa ikafanya nini? Taarifa zikafika kwa nani? Kwa Farao. Kwamba Musa bana aliua mmoja wa Misri. Musa alipojua taarifa imefika ikulu akafanya nini? Akasepa. Bwana Yesu atusaidie sana. Musa akakimbia. Sasa alipokimbia Musa akakimbilia mahali gani? Biblia inasema katika nchi ya Midian. Huko ndiko Musa alikofanya nini? Alikokimbilia. Kwa hiyo maisha yake yote amekaa ikulu miaka 40, hakuwahi kusema na Mungu hata siku moja. Na alipokimbia huko katika nchi ya Midian, akapokelewa na mtu mmoja aliyeitwa Yethro. Sawa sawa? Huyo Yethro akamtunza Musa, na Musa ikabidi aajiliwe na Yethro. Kwa sababu alipofika huko ikabidi Musa aoe huko. Sababu ameenda ni kijana wa miaka 40. Sasa wewe unaishi ukweni, haulimi, haufanye nini? Wakambandika kazi ya kuwa analisha nini? Kondoo. Bwana Yesu asaidie sana. Kama kuna mtu unaishi ukweni hapa, sijui una hali gani, ila Musa alimkuta haya. Bwana Yesu asaidie. Musa alimkuta haya. Waliona huyo mtu anayekaa hapa hatoki. Sasa hawa anachunga nini? Kondoo. Akapewa zizi zima, hawa anafanya nini? Mimi kama ni ukweni hapo lazima nikimbie. Bwana Yesu atusaidie. Lakini Musa alikuwa na jinsi. Misri alishafanya nini? Alishaharibu. Misri ameharibu, haparudiki huko. Kwa hiyo inabidi akomae tu. Ila kweli unipe kazi ya kulima na mashamba na kuchunga, bora nifanye nini? Unasikia wavivu kama mimi nasema bora kuchunga. Kwa hiyo Musa naye akaona hiyo ni option nzuri. Akaanza kuchunga wale mifugo wa baba yake mkwe. Amekaa huko kwa miaka mingine mingapi? 40. Alitoka na miaka 40. Kakaa katika nchi ya Midian miaka mingine mingapi? 40. Kwa hiyo Musa kachunga kondoo kutoka ujana wake mpaka uzee, miaka 80. Anafanya nini? Kwa hiyo wakati uko kwenye kazi ile amefikisha miaka 80, ndio tukio hili lililoko katika sura ya 3 ya Kutoka linatokea. Tunaelewana sasa? Amen. Okay, hebu soma pale mstari wa kwanza. Sura ya 3, Kutoka sura ya 3. Twende haraka. Mstari wa kwanza. Basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe Yethro. Ndio. Kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu. Ndio.
hata Herobu. Malaika wa Bwana akamtokea. Malaika wa Bwana akafanya nini? Akamtokea. Katika mwali wa moto. Katika mwali wa moto. Uliotoka katikati ya kijiti. Uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama. Kumbe kile kijiti kilichowaka moto. Nacho kijiti hakikuteketea. Kwa kijiti kiliwaka moto, lakini kilikuwa kifanya nini? Hakiteketei. Musa akasema, nitageuka sasa. Niyaone maono haya makubwa. Kwa sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona kuwa amegeuka ili atazame. Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Kumbuka hapo sasa ni kichaka kinawaka moto, ila akifanya nini? Akiteketei. Sio kama nishakawapeni mfano, si ndio? Yaani ilikuwa ni kichaka cha majani mabichi. Sawa? Moto unawaka. Musa anaona nini? Moto unawaka. Kwa alitarajia kwamba labda moto unaweza ukatokea ukawaka. Lakini kwa nini haya majani yasikauke na kuteketea? Lakini akashangaa kijiti kinabaki vile vile na ubichi wake, na moto unaendelea kurindima, halafu akifanya nini? Hakiungui. Ndio Musa akayaita maajabu. Akasema nitafanya nini? Nitasogea kwa karibu ili nifanye nini? Ili niyaone maajabu haya. Biblia inasema ndipo sauti ya nani? Ya Bwana. Sauti ya nani? Ya Bwana. Yes. Sauti ya Mungu ikatoka kwenye kile kijiti, kwenye ule moto. Kusema na nani? Akasema na Musa. Akisema, mimi hapa. Nani akisema hivyo? Ni Mungu. Rudia ustani. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Mungu akamuita Musa. Maana yake alimuita kwa jina. Amen. Maana yake alisikia sauti mle ndani ya kijiti inasema nini? Musa. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Nadhani ungekimbia na saa hizi ungekuwa ushapiga miereka 20. Yaani kila ukikumbuka sauti unamwereka unanyanyuka tena. Si unanielewa? Musa akasikia sauti inatoka kwenye kijiti ikimuita Musa. Na yeye akafanya nini? Akasema mimi hapa. Umesikia amesema mimi hapa Bwana? Kwa sababu hajajua anayesema naye ni nani. Unanielewa? Hili limetoka kwenye nchi ya wapagani huko. Kwa hiyo linamsikia Mungu kutoka kwa mama yake, kama Wamisri Wayahudi wana Mungu wao anayeitwa Jehova, lakini halijawahi kukutana naye. Linamjua kwa story tu. Kwa hiyo saa Jehova mwenyewe anakuja kukutana naye. Kwa hiyo hata saa Bwana anamuita Musa, Musa hawezi kusema mimi hapa Bwana. Jika wananielewa? Tofauti kabisa na alivyokuwa Paulo wakati anakutana na Bwana Yesu kwa mara ya kwanza. Haleluya. Musa akaitika mimi hapa. Naye akasema usikaribie hapa. Bwana akamwambia Musa usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako. Mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Ibrahim. Mungu wa Isaka. Na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake. Musa akafanya nini? Akaficha uso wake. Kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Yes. Kwa hiyo Musa anamjua Mungu wa baba yake. Unanielewa vizuri? Amemjuaje? Amemjua kupitia mama yake. Yes. Kwa alikuwa ana habari ya kwamba yeye kama Myahudi yuko Mungu wa Yahudi, na mama yake alimwambia huyo Mungu wa baba yako anaitwa Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo. Amen. Huyo ndio Mungu wa baba zako, ndiye ambaye tunamwabudu. Amen. Kwa akafundishwa desturi na tamaduni za Mungu wa baba yake na mama yake. Kwa hiyo saa alipofika kwenye kichaka, hata kama ni uzeni, Musa ana kumbukumbu. Aliposikia Mungu anasema mimi ni Mungu wa baba yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua ya kwamba Musa ana taarifa za Mungu wa baba yake. Tunaelewana sasa? Kwa Mungu ikabidi amdokeze Musa, mimi ni Mungu wa baba yako.
Kwa nini? Kwa sababu Musa hakulelewa na baba yake. Musa amelelewa ikulu. Tunaelewana sasa? Na amefundishwa na mama yake. Lakini mama yake alimwambia, wewe una baba yako anaitwa fulani na Mungu wa baba yako anaitwa fulani. Wakina mama, Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa sababu nyinyi watunza siri wazuri sana. Naelewa sasa? Amen. Okay. Mungu akajitambulisha kwa Musa. Musa alipogundua kwamba sasa niko naongea na Mungu wa kwetu, akafanya nini? Akaficha sura yake, kwa sababu Wayahudi Mungu wao haonekani. Kwa mama alimfundisha, ambia moja ya tabia za Mungu wa baba yako huwa haonekani, na siku ukikutana naye usimwangalie usoni, maana utakufa. Si kama unaelewa? Ndio maana Musa alipogundua niko nasema na Mungu wa baba yangu Ibrahim, Isaka na Yakobo, akafanya nini? Akaficha uso wake ili asije akafanya nini? Ili asije akamwona, maana anajua akimwona hatafanya nini? Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Kwa hiyo hapo Mungu anakutana na Musa kwa mara ya kwanza, akamwambia nini? Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chako kwa sababu ya wasimamizi wao. Kwa sababu amesikia kilio chao. Soma vizuri bwana, sio danganya. Amekisikia kilio chao, sio kilio cha Musa. Musa alikuwa na habari nao tena. Amen. Sawa bwana. Yes. Yuko zake huko anachunga kondoo, ishapewa kazi ukweni, wala hana habari. Akifika tu mzee wetu anamwambia leo tutakula kondoo mmoja, chinja. Musa asema hapa. Ndio mshahara wake, alikuwa analipwa kwani? Halipwi. Yuko ukweli, umepewa mke bure. Alikuwa na mali, alitoa. Bwana Yesu asaidie. Amen. Hakutoa mali, ametoka na kimbia kule, hana hata 100. Wewe umepewa mke bure, utakataa kuchunga kondoo? Sasa na ukiambiwa leo tunakula kondoo mmoja, usondoa unapiga vigeregere. Unasema angalau jasho langu leo nitafanya nini? Sasa Bwana Yesu asaidie. Amen. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa, nimekisikia kilio cha watu wangu. Huko wapi? Misri. Kwa hiyo Musa Misri anapajua. Sasa hebu endelea haraka. Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Nami nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Bwana alisema amefanya nini? Ameshuka. Nataka upigie mstari hilo neno. Bwana akasema nami nimeshuka ili niwaokoe. Nami nimeshuka. Hilo neno litatusaidia baadaye. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Tukiwaambia Bwana aliwahi kuishi katika Agano la Kale na alitembea huko, mwe mnaelewa maana yake nini? Hapa Bwana anatoa ushahidi ya kwamba alifanya nini? Ameshuka. Nami nimeshuka. Saa hiyo Musa anaona mtu yeyote? Hapana. Ila sauti anafanya nini? Anasikia. Kwa hiyo Musa anasikia neno. Sawa? Amen. Musa anasikia neno. Sema Musa anasikia neno. Musa anasikia neno. Rudia tena, Musa anasikia neno. Musa anasikia neno. Kutoka kwenye kijiti. Na lile neno ni sauti ya Bwana. Ni sauti ya Bwana. Tunaelewana sasa? Lile neno ni sauti ya nani? Ya Bwana. Ya Bwana. Kwa hiyo Musa anasikia neno kutoka kwenye kijiti. Ndio maana nataka ushike ile neno, nami nimeshuka. Nami nimeshuka. Kwa hiyo Bwana aliposema nami nimeshuka, nataka unaelewe vizuri, hakupanda tena. Haleluya. Amen. Hakufanya nini? Hakupanda. Hakupanda. Alisema nami nimeshuka ili niwaokoe. Sasa ameshuka ili afanye nini? Atapanda tena? Hapandi tena mpaka waokoe. Amen. Anasema nami nimeshuka ili niwaokoe. Shika hiyo usije ukasahau, itatusaidia baadaye. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Baada ya Bwana kusema hapo akasema nini? Fanya haraka. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Na mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Hata nchi njema. Kisha pana. Nchi ijayo maziwa na asali. Nchi ijayo maziwa na asali. Kumbe aliyesema hivyo ni nani? Bwana. Nani aliyesema hivyo? Mungu mwenyewe. Anasema saa hiyo kutokea kwenye nini? Kwenye kijiti. Maneno yote haya na sauti yote hii usisahau iko inatokea kwenye nini? Kwenye kijiti. Kwenye kijiti. Musa haoni mtu, anasikia nini? Sauti. Tunaelewana sasa? Amen. Okay. Very good.
Bwana akaiita nchi nzuri na pana, nayo imejaa maziwa na nini? Na asali. Hello. Jesus is Lord. Okay, sasa to make the long story short, tayari tulishaona Musa amekutana na Bwana, na Bwana amemweleza Musa sababu ya yeye kushuka, na anamwambia Musa Bwana anakwenda kufanya nini. Sikiliza, mambo kadhaa nataka uyashike hapo. Bwana amemwambia Musa ni nani anawaokoa wana wa Israeli. Nani anawaokoa wana wa Israeli? Halo kanisa, zungumza na mimi. Bwana anamwambia Musa ni nani anaenda kuwaokoa wana wa Israeli. Sio Musa. Sio Musa. Bali ni nani? Shika kwa kichwa chako hicho. Ni Bwana anasema nami nimeshuka ili niwaokoe. Sawa sawa. Lakini cha ajabu, baada ya yeye kusema nami nimeshuka ili niwaokoe, cha ajabu anayekwenda Misri ni nani? Unanielewa? Sasa niambie, nani anakwenda Misri hapo? Musa, Bwana? Unaona? Nani anakwenda Misri kuokoa wana wa Israeli? Ni Musa, ni Bwana? Musa amebaki wapi? Musa amebaki wapi? Yes, very good. Hapo utapata ufahamu sasa. Na maana yake hautosinzia mpaka neno linaisha. Si kama unanielewa? Okay. Bwana amemwambia Musa nami nimeshuka ili nifanye nini? Niwaokoe. Sawa sawa? Sasa nikakuuliza, aliyesema anaenda kuokoa wengine ni nani? Ni nani? Kwa anayekwenda kuokoa ni Bwana, si ndio? Na sio Musa, si ndio? Okay. Nani anaenda Misri? Nani anaenda Misri? Bwana Yesu asaidie sana. Okay. Nani anaenda Misri kuokoa wana wa Israeli? Oh, very good. Unaisikia hiyo? Watu waelewi waseme nini? Ni Bwana mwenyewe. Ni Bwana ndani ya mwili wa Musa. Ni Musa ndani ya Bwana. Okay, nani anakwenda kuokoa wana wa Israeli Misri? Mungu mwenyewe. Ngoja nikakupe majibu. Twende sura ya 4. Twende sura ya 4 tukapate majibu. Twende sura ya 4 tukapate majibu. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala. Sura ya 4 hiyo, si ndio? Wala hawataisikia sauti yangu. Maana watasema, Bwana hakukutokea. Unasikia hiyo? Hapa sura ya 4 Musa anamwambia Bwana, nitakapokwenda huko kwanza Wayahudi wenyewe hawatafanya nini? Hawataniamini. Maana watasema Bwana hakufanya nini? Hakukutokea. Endelea kusoma. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Uchawi unaanza. Akasema ni fimbo. Na ni kweli, si mchungaji huyo? Anachunga kondoo na nini? Ana fimbo. Akasema ni fimbo. Ndio. Akamwambia itupe chini. Akaitupa chini. Nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia. Bwana Yesu asaidie sana. Musa akafanya nini? Akakimbia mbele. Asema, balaa gani tena hii? Bwana akamwambia Musa. Jamani, si maajabu, ila mimi kama ni Musa wa kweli nisingekimbia. Ile fimbo ni ya kwangu mimi. Ile fimbo sio Bwana alitengeneza, ni Musa alifanya nini? Ni Musa alitengeneza. Kwa anaijua, si ndio? Yes. Na ameambiwa una nini? Anasema nina fimbo. Ya nani? Ya kwangu. Fanya nini? Itupe chini. Akafanya nini? Akaitupa chini. Rudi alipoitupa. Akamwambia itupe chini. Akaitupa chini. Nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Akakimbia mbele. Hallelujah. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako wewe. Kamshike mkia. Akanyosha mkono wake. Akamshika. Musa na yeye ni gwiji. Sio, unanielewa? Usimchukulie poa huyo Musa. Fimbo imegeuka kuwa nyoka. Akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia, wewe usiende mbali. Hebu rudi kule kwa nyuma, ishike nini? Shika mkia. Aliposhika mkia, nayo ikageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Musa alikuwa na fimbo mkononi. Alipoitupa chini, ikafanya nini? Ikawa nyoka. Fimbo ikawa nyoka.
fimbo ikawa nyoka. Bwana akamwambia kaishika wapi? Kwenye mkia. Kwenye mkia. Alipoishika nayo ikawa fimbo. No, Biblia inasema ikageuka. Soma please guys. Akaunyosha mkono wake, akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Naye nyoka akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Ilipotupwa chini haikugeuka, ilikuwa. Lakini saa anaishika mkia, maandiko yanasema ikageuka ikawa fimbo mkononi mwake. Mark those words. Shika hayo maneno, yatatusaidia pia mbele ya safari hayo nayo. Yatatusaidia mbele ya safari hayo nayo. Endelea. Ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, ndio Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Umesikia Mungu anavyomwambia Musa? Ili wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amefanya nini? Amekutokea. Endelea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa unaukoma. Sasa hii pia waga mnasahau kama ilitokea kwa Musa. Baada ya ishara ya fimbo, baadaye Mungu alimwambia Musa, chukua mkono wako ingiza kwa kifua. Maana yake hakuwa kifua wazi, alikuwa na vazi, si ndio? Kwa ilitakiwa aingize mkono katika vazi kifuani, kisha afanye nini? Kwa alipoingiza kisha akautoa, akakuta umefanya nini? Ukoma. Akakuta ule mkono wote umepigwa nini? Umepigwa ukoma. Ukoma. Umekuwa mweupe kama nini? Kama theluji. Kama theluji. Kama barafu. Mkono wa Musa mweupe kama barafu. Ukoma huo. Akasema tia mkono wako kifuani mwako. Rejesha mkono wako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake. Yes. Na alipoutoa kifuani mwake, yes, kumbe umerudia hali ya mwili wake. Kumbe umerudia hali ya mwili wake. Okay, Kiingereza naongea lugha tamu sana kwenye maeneo hayo. Kumbe umerudia hali ya mwili wake. Hivyo unaweza ukaelewa. Alipouingiza mkono ukatoka umebadilika, umekuwa mweupe kama theluji, maana yake umepigwa ukoma. Na aliporudisha mkono, kumbe umerudia hali ya nini? Hali ya mwili wake. Bwana Yesu asaidie sana. Okay, tuendelee kusoma pastor. Basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili, wala kuisikiliza sauti yako. Basi mstari wangapi umefika? Huu ni mstari wa 9. Sawa, twende mpaka wa 10. Basi yatwae maji ya mtoni, uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatwayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Okay. Mstari wa 10. Mmesikia hayo mambo? Amen. Mpaka hapo Musa amepewa ishara ngapi? Hii ni ya 3. Ngapi? 3. Kwa ajili ya watu gani? Kwa ajili ya Wamisri? No. Kwa ajili ya ndugu zake Wayahudi. Tunaelewana sawa? Ishara ya kwanza ni ya fimbo kuwa nyoka. Yes. Ishara ya pili ni ya mkono kuwa nini? Ukoma. Ishara ya tatu ni ya maji yaliyochotwa kutoka kwenye nini? Kwenye mto. Yaani anachota maji kwa kikombe hivi kutoka mtoni. Alafu wakati anayamimina kwenye ardhi yanakuwa nini? Damu. Bwana anataka Wamisri waamini kwamba huyo Mungu wa hivyo vioja ndio Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Sijui kama unanielewa. Sijui kama mnanielewa vizuri. Yes. Yaani huyo Mungu wa hivyo vioja, mimi naviita vioja, ndiye Mungu wa Ibrahim, Isaka na nani? Anasema Mungu hao waoneshe mambo haya ili waamini ya kwamba mimi nimekutokea. Yes. Mimi nimefanya nini? Nimekutokea. Unanielewa sasa? Yes. Sasa sikiliza mstari wa 10. Musa akamwambia Bwana. Bwana, mimi si msemaji. Tokea zamani. Wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako.
Maana mimi si mwepesi wa kusema. Maana mimi si mwepesi wa kusema. Na ulimi wangu ni mzito. Na ulimi wangu ni mzito. Unasikia mambo ya Musa? Yes. Musa anamwambia Bwana yeye sio nani? Ndio maana alikuwa ni mtendaji. Unajua kumbe nimegundua kwa nini ilikuwa ni rahisi Musa kuuana kule Misri. Kumbe alikuwa na kigugumizi. Sijui unanielewa? Na mtu wa kigugumizi hawezi kuamua kesi. Unanielewa sawa? Sasa yaani mpaka mje kumuelewe na wagharimu masaa mangapi? Unanielewa sawa? Kwa hiyo alipojaribu kuwa anaongea kule Misri, yule Misri hamuelewi. Naweza nikaelewa kwa nini alikasirika na kumuua. Kwa sababu hawezi kufanya nini? Hawezi kusema Musa, hana yaani kusema neno moja litoke na la pili na la tatu mtu aelewe. Yaani wewe mwenyewe unamsikiliza utakuwa umemtukana, ambia kaa kimya wewe. Si unanielewa? Sasa wewe anakuja kuamua ugomvi alafu hawezi kusema. Si lazima yule mmoja amkasirishe tu hapo. Yes. Kwa nini naelewa kwa nini Musa alimuua Misri. Sababu watu wenye vigugumizi wao wana asili ya nini? Yes. Si kama anaelewa. Kwa hiyo Musa akamwambia Bwana, mimi sijui kusema. Na ulimi wangu ni mzito, wewe Bwana unajua. Halo. Musa akasema hajui kusema. Na ulimi wake ni mzito, akaweka hoja zake mezani. Bwana akafanyaje? Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Hapa napo kamata, kuna siri nyingine nitakwambia baadaye. Cha kwanza shika. Hicho kinywa chako ulicho nacho. Sikiliza kitu ambacho Bwana anamwambia Musa kuhusu kinywa. Bwana anamuuliza Musa, ni nani aliyekifanya kinywa cha nani? Cha mwanadamu. Halo. Nifikirisha kisimela ni kweli Mungu. Mbona ungeliweza kumuumba mwanadamu akiwa hana kinywa? Unajua ingewezekana? Ndio. Yes. Wewe jana hospitali kwa kukuta mtu anakula kupitia mapua. Tembo anakula kupitia nini? Check out. Vyakula vikubwa ndivyo anapitisha mdomoni, vingine vyote apitisha wapi? Puani tu. Pop. Amepeleka. Fikiria ungeumbwa unakula kutupia mapua. Ungekuwaje? Shida yako unaanza kuwazia matonge ya ugali. Kwamba angepitaje? Au labda ugali ungekuwa haupo. Bwana anamuuliza Musa, ni nani aliyekifanya nini? Kinywa. Ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Yes. Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu? Ni nani afanyaye mtu kuwa bubu? Au kiziwi? Au mwenye kuona? Au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa. Enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako. Unasikia Bwana amwambia Musa? Enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako. Unaweza ukaelewa kitu. Amen. Nimewambia hivi, Bwana amemwambia Musa hivi, nami nimeshuka ili kuwaokoa. Yes. Nikawambia Bwana hapandi tena mpaka ameokoa. Unanielewa? Anamwambia Musa, enenda nami nitakuwa pamoja na nini? Na kinywa chako. Jamani, hivi Mungu akiwa pamoja na kinywa changu anakuwa yuko mbali na mimi Okay, hebu tuendelee kusoma. Basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako. Na kukufundisha utakalo linena. Kumbe haya mambo Mungu hakuanza kwenye Agano Jipya, alianza tokea Agano la Kale. Yes. Na kukufundisha utakalo linena. Yes. Hallelujah. Amen. Nawe wapo katika kusali usifanye nini? Usipayuke. Hallelujah. Alright, tutaelewa. 13. Akasema, Bwana, nakuomba tuma kwa mkono wako huyo utakayemtuma. Musa anakwepa, anasema Bwana, tusifike mbali bwana. Wewe tafuta mtu mwingine umtume kwa mkono wako. Sawa. Haya mambo ya utaenda na kinywa changu mimi siyataki. Tafuta mtu mwingine. Amen. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Bwana akakasirika. Akasema, Je,
hayupo Haruni ndugu yako Mlawi? Hayupo Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye anaweza kusema. Najua ya kuwa yeye anaweza kusema. Vizuri. Vizuri. Pamoja na hayo, tazama anakuja kukulaki. Tazama anakuja kukulaki. Naye atakapokuona. Naye atakapokuona. Atafurahi moyoni mwake. Yes. Nawe utasema naye. Na kuyatia maneno kinywani mwake. Nami nitakuwa pamoja na kinywa chako. Na pamoja na kinywa chake. Na kuwafundisheni mtakayofanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu. Hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako. Hata yeye. Fungua masikio yako hapa. Amen. Bwana anamwambia Musa, Haruni atakuwa msemaji wako. Wewe Musa utaweka maneno kwenye kinywa cha Haruni, nami nitakuwa pamoja na kinywa cha Haruni na kinywa chako. Nataka unisikilize. Atakayeweka maneno kwenye kinywa cha Haruni sio Bwana. Ni nani? Musa. Ni Musa. Tunaelewana? Amen. Kwa hiyo Bwana ataweka maneno kwenye kinywa cha Musa, kisha Musa ataweka maneno kwenye kinywa cha nani? Cha Haruni. Na kwa sababu hiyo Bwana atakuwa pamoja na kinywa cha Musa na kinywa cha nani? Cha Haruni. Kuna mtu huko naelewa? Nataka uanze kuelewa kwa makini hapa. Very good. Nitakuwa pamoja na kinywa chako na kinywa cha Haruni. Endelea. 16. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu. Anasema Haruni ndugu yako atakuwa msemaji wako kwa watu. Hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako. Na kwa sababu hiyo huyo Haruni atakuwa mfano wa kinywa chako. Nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Glory to God. Amen. Hallelujah. Nataka usikilize haya ameyasema Mungu, anamwambia Musa. I want you to listen. Nataka unisikilize kwa makini. Amen. Mungu anamwambia Musa hivi, mimi nitaweka maneno kwenye kinywa chako. Yes. Kwa sababu hiyo Musa utakuwa nabii wangu. Maana nabii ni nani? Nabii ni mtu achukuae neno la Bwana kulileta kwa nani? Kuleta kwa watu. Amen. Unanielewa sasa? Ndio kazi ya nabii. Analichukua neno la Bwana kisha analileta kwa watu. Amen. Okay. Sasa Bwana anamwambia Musa ya kwamba sasa wewe utaweka maneno niliyoweka kwako kwenye kinywa cha nani? Cha Haruni. Na kwa sababu wewe Musa umeyaweka maneno ambayo mimi nimeyaweka kwako kwenye kinywa cha Haruni, maana yake umenifanya mimi Bwana kuwa tu sio kwenye kinywa chako, bali kuwa pia kwenye kinywa cha nani? Cha Haruni. Kwa hiyo kama vile Bwana alivyo kwenye kinywa cha Musa, ndivyo alivyo kwenye kinywa cha nani? Cha Haruni. I want you to listen to me very carefully. Amen. Nisikilize kwa makini sana. Uwe makini sana saa unapowasikiliza watumishi wa Bwana. Uwe makini sana. And then usichukulie poa. Unless unajua huyo sio mtumishi wa Bwana. Lakini kama hata incha ya nywele yako inaamini ya kwamba katika mtu huyo yuko Bwana, kwa makini. Kwa nini? Be careful. Unanielewa? Amen. Musa anachukua maneno aliyowekewa na Bwana kwake, kisha anayaingiza kwa Haruni. Sawa sawa? Amen. Kwa sababu hiyo Haruni anakuwa nabii wa Musa, alafu Musa anakuwa Mungu wa Haruni. Umeelewa? Amen. Sio mimi nimesema, ni Bwana ndiye amefanya nini? Yeye mwenyewe Mungu ndio kasema. Maana yake nini? Maana yake nabii wa Mungu ni Musa, na Mungu anabaki kuwa Mungu wa Musa. Tunaelewana sawa sawa? Kwa hiyo Musa anachukua neno la Mungu, na lile neno la Mungu Musa akilipeleka kwenye kinywa kingine, maana yake Musa amekuwa Mungu kwa yule mtu. Amen. Unanielewa sasa? Amen. Amen. Hivyo ndivyo Bwana alivyomwambia. Akamwambia Musa, sikiliza, kuanzia leo Haruni atakuwa nabii wako na wewe utakuwa Mungu wake. Why? Kwa sababu katika kinywa cha Musa linatoka neno la Mungu kwenda kwenye kinywa cha nani? Cha Haruni. Na kwa sababu hiyo anayesema hapa sio Musa, anayesema ni nani? Ni nani anasema? Ni Mungu anasema. Kwa hiyo saa Haruni anamsikiliza Musa, yuko anamsikiliza nani? Mungu. Mnanielewa vizuri kanisa?
Shika kwa makini. Saa Haruni anamsikiliza Musa, hamsikilizi Musa, yuko anamsikiliza Mungu. Kwa hiyo ni Mungu yuko anasema, ila anasema katika nani? Katika Musa. Halafu huyo Haruni ambaye ni Mlawi ni kuhani. Huyo kuhani anafanyika kuwa nabii. Mungu akamwambia huyu Mlawi Haruni atakuwa nabii kwa watu, halafu wewe Musa utakuwa Mungu kwake. Shika hiyo. Unajua huwa kuna baadhi ya vitu nimewahi kusikia. Unajua watumishi wengine wa Mungu huwa wanataka waabudiwe, huwa wanataka watu wawaone kama miungu, huwa wanataka. Listen, nataka unisikilize kwa makini sana. Mahali popote penye mtumishi wa Mungu ambaye unajua bila shaka ya kwamba Mungu yuko ndani ya huyu mtu, listen carefully. Usipomwona yule kama Mungu, umeisha. How to experience Mungu wa yule mtu hata siku. Cheki mlivyo kama nishanga. Hiyo ndio ukweli. Okay, inakuja shida moja pale ambapo mtumishi wa Mungu atademand, atataka, atalazimisha kuwa Mungu. No, sihitaji kufanya hivyo. Sihitaji kukufanya wewe unione mimi ni Mungu. Ya nini? Ya kazi gani? Ili uweje? Ili nisaidie nini? Listen, ila wewe kama unaweza ukaona na ukasikia, yani kama kupitia mimi unaweza ukamsikia Mungu, kama kupitia mimi unaweza ukamuona Mungu, why? Kwa nini usiseme nimekutana na nani? Unanielewa sasa? Kwa nini usiseme nimekutana na Bwana? Hiyo ndio kanuni ya Bwana. Amemwambia Musa kule, anamwambia sikiliza, saa Haruni anakusikiliza, yuko anamsikiliza Mungu. Yes. Sijui kama unanielewa. Amen. Kwa hiyo kama umegundua kuna mtumishi Mungu yuko ndani yake, respect, heshimu. Na kila wakati unapomsikiliza yule mtumishi huko unafanya nini? Akili yako iseme I'm listening to God. Yes. Niko namsikia nani? Mungu. Niko namsikia nani? Mungu. Niko namsikia Mungu. Amen. Niko namsikia Mungu. Yes. Usije ukasema kama vile Tomaso alivyomwambia Bwana, anamwambia Bwana, na utuoneshe Baba sasa yatutosha. Tomaso anamwambia Bwana, na utuoneshe Baba sasa yatutosha. Yesu akamwambia, hey Tomaso, umekuwa pamoja nami siku zote hizi, bado unahitaji kuniambia tuoneshe Baba? Why? Kwa sababu Tomaso alibaki kuwa anamwangalia Yesu kama nani? Kama Yesu tu, kama kawaida. Hakuweza hata kupasivia kwamba huyu uliye naye hapo ndio nani? Ndio. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Kwa hiyo mara zote utu wako wa ndani, roho yako, nafsi yako ikakushuhudia ya kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana, listen, huyo hapo maana yake umekutana na nani? Na Mungu. Amen. Umekutana na Bwana. I'm telling you, mark my words. Yes. Sio kanuni yangu, ni kanuni ya Mungu mwenyewe. Ni kanuni ya Mungu mwenyewe. Amen. Amen. It's not mine. Bwana akamwambia Musa, Haruni atakuwa nabii kwako, nawe utakuwa kama Mungu kwake. Unajua manake? Manake Haruni anaweza asihitaji kumjua Mungu, anahitaji tu kumjua nani? Musa. Maana katika kumjua Mungu, katika kumjua Musa amemjua nani? Amemjua Mungu. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Shika kama umenielewa. Yes. Utasema mchungaji, uko natufundisha jinsi ya kufanya nini? Mmesahau kichwa cha somo? Jinsi ya kufanya nini? Jinsi ya kusema au nini? Maneno sahihi. Maneno sahihi. Katika nyakati. Yes. Katika wakati au nyakati zako. Inahusiana nini na hiyo story? Nataka unisikilize kwa makini. Ndio maana nilikwambia sijui kama tutaimaliza, ila tutakwenda tu kama Bwana alivyotaka. Listen. Nimetaka uone jinsi Bwana alivyozungumza na Musa. Tokea mwanzo kwenye kijiti, Bwana alisema nimeshuka ili niwaokoe. Halafu anayesafiri kwenda Misri ni Musa. Maana yake Musa anapokwenda Misri, nani yuko anakwenda Misri?
Bwana yuko anakwenda wapi? Misri. Bwana yuko anakwenda Misri. Amen. Unanielewa sasa? Yes. Okay, na sawa anafika Misri, Musa anageuka kuwa Mungu, alafu Haruni anakuwa nabii. Unanielewa sasa? Amen. Haruni anakuwa nani? Nini kimeleta hayo mambo yote? Ni kwa sababu katika kinywa cha mmoja kuna neno la Mungu. Unanielewa? Kuna nini? Kuna neno la Mungu. Neno. The word. Neno la Mungu liko katika Musa. Na saa Haruni analichukua, hachukui neno la Musa, anachukua neno la nani? Neno la Mungu. Sasa nataka unisikilize vizuri. Nilikufundisha nikakwambia hivi. Saa unaposhughulika na neno la Mungu, listen. Nilikwambia neno la Mungu lina maneno haya mawili. Kuna neno la Mungu ambalo kwa Kiyunani tunaita logos. Logos kwa maana ya neno. Kwa mfano, ukisoma katika Yohana 1:1 inasemaje? Yohana 1:1. Injili ya Yohana 1:1 inasemaje? Fanya haraka, itakuwa umefika hapo kwa sekunde. Yes. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Umesikia? Amen. Umesikia? Yes. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Dio. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Dio. Naye neno alikuwa nani? Mungu. Kwa hiyo Mungu ni nani? Ni neno. Tokea Mwanzo. Tunaelewana sasa? Amen. Naye neno alikuwa Mungu. Sasa lile neno pale ni logos. Ni logos. Kwa maana ya neno la jumla la Mungu. Logos ni neno la jumla la Mungu. Kama hivi Biblia ilivyoandikwa, hii ni logos. Mungu akiwaza ni logos. Mungu akitafakari ni logos. Mungu akipanga ni logos. Neno la jumla. Kwa hiyo aliposema hapo mwanzo kulikuwako logos, naye logos alikuwako kwa Mungu, naye logos alikuwa ni Mungu. Unanielewa? Sasa hebu tuendelee kidogo pale chini. Mstari wa 2. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo nani? Neno. Huyo nani? Neno. Neno, sema neno. Neno. Okay, endelea. Vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo. Huyo nani? Huyo neno. Nani? Neno. Wala pasipo yeye. Yeye nani? Neno. Yeye nani? Neno. Hakikufanyika chochote kilichofanyika. Yes. Endelea. Ndani yake ndimo mlipokuwa uzima. Ndani ya nani? Huyo neno. Ndani ya nani palikuwa na uzima? Huyo neno. Ndani ya nani palikuwa na uzima? Ndani ya neno. Ndani ya neno palikuwa na nini? Na uzima. Okay. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nao ule uzima ulikuwa nini? Nuru ya watu. Uzima ulikuwa nini? Nuru ya watu. Uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani. Okay, ngoja. Ndani ya neno palikuwamo uzima. Yes. Na uzima ulikuwa nuru ya watu. Unanielewa? Ndani ya neno palikuwamo uzima. Na uzima ulikuwa nuru ya watu. Chukua hiyo. Neno ana uzima ndani yake. Na ule uzima ndio nuru ya watu. Tunaelewana sawa sawa? Uzima ndio nuru ya watu. Na huo uzima unapatikana ndani ya nani? Ya neno. Sawa? Shika. Huyo neno ni nani? Ni Mungu. Neno ni nani? Ni Mungu. Usisahau, ndio mstari wa kwanza ulivyosema. Okay, endelea pastor. Fanya haraka. Nayo nuru yang'aa gizani. Nayo nuru yang'aa gizani. Wala giza halikuiweza. Wala giza halikuiweza. Ndani ya neno palikuwa na uzima. Na huo uzima ni nuru ya watu. Ndio. Nayo nuru yang'aa gizani. Ndio. Nalo giza halikuiweza. Tazama Mungu anavyofanya transitional. Anasema yeye ni neno. Dio. Na yeye kama neno ndani yake kuna uzima. Dio. Na huo uzima ambao uko ndani yake, huo uzima ndio nuru ya watu. Dio. Halafu hiyo nuru ya watu, manake huo uzima ukiwa kwa Mungu sio nuru.
Unakuja kuwa nuru ukifika kwa nani? Kwa mtu. Tunaelewana sawa? Amen. Unakuja kuwa nuru ukifika kwa mtu. Yes. Na ukifika kwa mtu kwa sababu ni nuru, unafanya kazi moja tu ya kung'aa gizani. Amen. Nalo giza halikuiweza. Yes. Bwana Yesu msaidie. Kwa hiyo kumbe yule nuru anapofika kwako sasa mtaelewa kwa nini Yesu alisema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo alipofika kwetu, kwa sababu kwetu palikuwa na giza, maandiko yanasema alipofika kwetu lile giza halikuiweza nini? Nuru. Maana yake kwamba giza liliondoka. Maana yake ni kwamba mahali popote palipo na giza, mahali popote palipo na nini? Giza. Ukiwepo wewe, maana yake nini? Giza halito kuweza. Unanielewa? Amen. Giza halito kuweza. Okay, this is just an additional. Wewe ni nuru. Kwa nini wewe ni nuru? Kwa sababu umepokea uzima wa neno. Ule uzima ulio katika neno ulipokuja kwako ulifanyika nuru. Na umefanyika nuru kwa nini? Kwa sababu liko giza. Ili mahali popote ulipo giza lisifanye nini? Lisiweze. Giza lisifanye nini? Lisiweze. Kwa mahali popote ulipo kama pana giza, giza haliwezi. Giza haliwezi. Giza haliwezi. Okay. Amen. Okay. Pastor, endelea kusoma. Nataka nifike mahali ambapo nitaweka kituo, sijafika. Fanya haraka. Endelea. Nayo nuru yang'aa gizani. Yes. Wala giza halikuiweza. Yes. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru. Anaongelewa Yohana hapo. Amen. Anasema Yohana alikuja ili aishuhudie nuru. Sawa? Yes. Ndio. Kumbuka nuru hapo ametokea kwenye mchakato gani? Wa neno. Yes. Sawa? Yes. Nao ule uzima ukawa nuru ya watu, nalo giza halikuiweza. Anasema akatokea mtu kutoka kwa Bwana ili aje aishuhudie ile nuru. Ile nuru ambayo ikifika, ile nuru ambayo ilikuwa ni uzima, na ilipofika kwa watu ikawa nuru. Anasema Yohana alitumwa ili aje aishuhudie ile nuru. Sawa sawa? Amen. Anasema ili nuru watu wapate kuiamini kwa yeye. Ili ile nuru wote wapate kuiamini kwa yeye. Alafu mstari wa 8 anasema huyo hakuwa ile nuru bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kulikuwako nuru halisi, yes, amtiaye nuru kila mtu, ndio, akija katika ulimwengu. Kwa hiyo anasema Yesu ambaye ni neno ndio ile nuru, na anasema yeye ndiye anamtia nuru kila mtu. Yes. Yeye ndiye anamtia nuru kila mtu. Kwa hiyo wewe umetiwa nuru na nani? Na Yesu. Unanielewa sasa? Amen. Umetiwa nuru na Yesu. Amen. Okay. Okay. Ukiendelea mstari unaofuata atakuwa anazungumzia habari za yeye kuja kwa walio wake, si ndio? Si ndio? Mstari wa ngapi huo? Hapa tulikuwa tunasoma mstari wa 10 na 9. Ambapo nasema kulikuwa na nuru halisi ya mtiaye nuru kila mtu. Tayari hapo. Akija katika ulimwengu. Alafu 10 nasema alikuwako ulimwenguni. Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Rudia mstari wa 10. Mstari wa 10 nasema alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Wala ulimwengu haukumtambua. Ni nani huyo? Yes. Nani huyo? Yes. Yesu. No. Yes. Kanisa, nataka msisahau hapo. Yes. Aliyekuweko ulimwenguni ni nani? Neno. Yes. Hapo mwanzo kulikuwako neno.
naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Rudia mstari wa 10. Alikuwapo ulimwenguni. Nani? Neno. Nani? Neno. Neno. Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kwako. Kwa yeye ulimwengu ulipata kwako. Yes. Wala ulimwengu haukumtambua. Ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake. Alikuja kwake. Wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Yes. Okay, sasa nisikilize hapa. Anasema mwanzo alikuwako ulimwenguni, lakini ulimwengu haukufanya nini? Haukumtambua. Anasema alikuja kwa walio wake na walio wake hawakufanya nini? Alikuja kama nani? Very good, imekuwa darasa zuri sana. Alikuja kama neno. As logos. Alikuja kama nani? As logos. Na alipokuja kama neno, ulimwengu haukumtambua. Lakini sio kumtambua tu, haukumpokea pia. Hadi wale watu ambao Mungu aliwaita watu wa Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, bado hawakufanya nini? Hawakumpokea. Kwa nini? Sikiliza. Huyu aliyekuja ni neno. Unapomsikia Yohana anasema alikuwako ulimwenguni, ana ushahidi. Ushahidi ameutoa kwa nani? Wa kwanza, Musa. Nani? Musa. Musa amekutana na neno katika kijiti kinachowaka moto bila kuteketea. Kwa hiyo saa zote Musa katembea na nani? Na neno. Halo? Na yeye wakati anakutana na Musa alisema nimeshuka ili niwaokoe. Kwa hiyo wakati ameshuka ili kuokoa, alishuka kama nini? Kama neno. Kama neno. Amen. Unanielewa sasa? Amen. Alishuka kama neno. Na ndio maana utaona operation zake zote zilikwenda kwa nini? Kwa neno. Unanielewa? Amen. Anasema kwa Musa, nitaweka maneno yangu ndani ya kinywa chako. Akamwambia Musa, mimi ndiye nimeumba kinywa cha nani? Kwa sababu ninajua kazi yake. Yes. Mimi ni neno na ninahitaji kinywa. Si unanielewa? Amen. Nahitaji kinywa. Yes. Mimi ni neno. Akaambia Musa, hujui kuongea? Okay. Kipo kinywa kingine cha Haruni. Ni Mlawi, lakini kwa sababu yako atakuwa nabii. Kinywa kinahitajika ili neno afike mahali. Pamoja na kwamba alisema nimeshuka ili nije kuwaokoa, alijua kabisa ya kwamba hataweza kuwaokoa kama neno asipopata kinywa cha kusemea. Amen. Ndio maana akamwambia nenda kamwambie Farao. Kwa hiyo wakati Musa anamwambia Farao, ni nani yuko anazungumza na Farao? Si unanielewa sasa? Yeah. Ni neno yuko anazungumza na nani? Ni neno yuko anazungumza na Farao. Maana yeye neno ndiye aliyejaa kwenye kinywa cha nani? Kwenye kinywa cha nani? Cha Musa. Na sio kwenye kinywa cha Musa peke yake, ni huyo huyo neno ambaye ni Musa, alafu saa hiyo anakuja kwenye kinywa cha Haruni. Amen. Unanielewa sasa? Kinachompa Haruni sifa ya kuwa nabii ni kwa sababu Musa ametia neno ndani ya kinywa cha Haruni. Yes. Unanielewa sasa? Na kwa sababu hiyo Haruni anakuwa nabii wa Mungu. Amen. Na Musa anakuwa Mungu kwake. Lakini muda huo Mungu alitaka Musa ndio awe Mungu na abaki kuwa kinywa cha Mungu. Ila Musa akaextend, akamfanya Musa kuwa Mungu, halafu Haruni kuwa kinywa cha Mungu. Na kwa sababu hiyo Haruni kuwa nabii wa Bwana ambaye ni Musa. Listen. Leo Mungu hafanyi kama alivyofanya kwa Musa na Haruni. Leo anachokifanya Bwana ni kwamba
wewe ndio yeye na yeye ndio wewe. Tofauti yake ni kwamba yeye akisema neno lake halina kazi duniani, ila wewe ukisema, sijui kama unanielewa. Amen. You don't get it. Ingelikuwa rahisi sauti ya Mungu kusikika mle ndani ya ikulu ya Misri, sio? Amen. Na hata Yohana akamjua Yesu kama nani? Kama neno. Unaelewa sasa? Na hivyo ndivyo alivyokuja na hata akakaa ndani yetu. Okay, sikiliza. Anasema naye neno akafanyika mwili. Do you get it? Amen. Neno alifanyika nini? Mwili. Yeah, okay. Mtasoma Yohana baadaye kwa muda wako. Nikuoneshe. Huyo neno aliyefanyika mwili ndiye anayekaa wapi? Ndani yako. Amen. Kama neno. You get it? Yes. Kwa sababu alipokuja akadhihirika kama neno, watu hawakumtambua. Wachache sana walimtambua. Ibrahim, Isaka na Yakobo, akina Daudi walimtambua, manabii walimtambua, maana kuna jinsi walishika neno. Akina Danieli walimtambua, maana kuna jinsi. Katika Wagalatia na katika Waebrania anasema hivyo ya kwamba hao walikufa katika imani. Maana yake ni kuna jinsi walimpokea neno. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo neno anakaa ndani yako, na mara zote ametenda kazi kama neno. Hello? Hello. Ametenda kazi kama nini? Kama neno. Kwa hiyo nataka uanze kuelewa sasa kwamba unapokuwa katika maisha haya unaishi, elewa neno anakaa wapi? Anakaa ndani yako. Huyo neno aliyefanyika mwili anakaa wapi? Anakaa ndani yako. Na hakai ndani yako kupoteza muda, anakaa ndani yako ili wewe ufanyike yeye na yeye afanyike wewe. Kwa lugha zingine, anataka atende na kutembea kwenda kuleta wokovu mahali ambapo hapana wokovu, kama alivyotembea wakati wa Musa. Anamwambia nimeshuka ili niwaokoe. Na kwa sababu hiyo anakaa ndani yako kwa sababu ya kuleta wokovu. Na mahali popote wewe ulipo, wokovu. Amen. Kama unaelewa, wokovu umefika, maana neno anakaa ndani yako. Na ndio maana wa kwanza kuokolewa ni wewe. Amen. Wewe ambaye neno anakaa ndani yako, umekwisha fanya nini? Umekwisha kuokolewa. Kwa sababu hiyo umebeba wokovu juu ya kila kitu. Umebeba wokovu juu ya kila wakati, juu ya kila majira. Unanielewa sasa? Unachohitaji ni neno sahihi, ni maneno sahihi, au ni neno sahihi la kusema ndani ya wakati ulionao. Amen.
Shika mwanandeleo sasa. Amen. You just need the right word. Unahitaji neno sahihi. Okay, na hilo neno katika Efeso sura ya 6, I think chapter Efeso sura ya 6, I think it is verse number 10 if not 11. Anasema na upanga wa roho ambao ni nini? Ni neno la Mungu. Okay. Hapo nimekupa tu kama kionjo ile wa Efeso 6, I think it is verse number 10. Wakati anasema vaeni silaha zote za Mungu. You get it? Miongoni mwa zile silaha kuna neno. Lile neno pale. Neno. Lile neno pale ni rema, sio logos. That is rema. Why? Ni neno la ufunuo la wakati. Maana vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na nini? Na mamlaka, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Alo, unaelewa? Anasema katika nini? Katika ulimwengu wa roho. Basi vaeni silaha zote za nani? Za Mungu, mpate kuweza kufanya nini? Kuzipinga hila za nani? Za shetani. Amen. Unanielewa? Alafu katika hizo silaha, one of them is the word. Ni neno. Ni neno. Kwa nini amesema neno ndio upanga? Unajua kazi ya upanga? Unajua kazi ya upanga? Yes. Is to pave the way, to kill. Sio, unanielewa? Bring down every fort. Teketeza, angamiza kila wakati. Every season, every time, every age. Unatakiwa kufanya nini? Kwa nini? Kwa neno ambao ni nini? Ndio upanga. Hello? Na hilo neno hapo ni rema. Kwa sababu yeye Mungu kwa asili yake kumbe ametenda kama nini? Kama neno. Now listen to me. Saa unapitia wakati mgumu, unapitia magonjwa, unapitia labda kesi, umeshtakiwa mahakamani, watoto wamefukuzwa shule, mume ametelekeza familia, unanielewa? Umeachwa, kuna mtu alikupa ahadi nzuri lakini mwisho wa siku amekuacha. Unaendaje mbele za Bwana? Ulikuwa mfanya biashara mzuri lakini leo biashara haziendeki tena. Kila mahali unapopeleka vitu utasema vimeoza na wakati ni visafi. What happened? Nini kilitokea? Sikiliza. Bwana amesema vita yetu si juu ya damu, ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo, unanielewa, wabaya katika ulimwengu wa roho. Hao ndio wameiba nyota yako, hao ndio wamechafua ndoa yako, hao ndio wameiba mume wako, hao ndio wamefukuza watoto wako shule. You get it? Hao ndio wamesababisha biashara yako ikolapse. Hayo majeshi ya mapepo wabaya, hizo falme na mamlaka za giza, hizo enzi. Sasa unafanyaje mwana wa Mungu? Maana yake unalo jina la Yesu. Kwa hiyo unakwenda katika chumba chako cha siri au cha ndani, unaingia katika maombi kuanza kuomba. Sikiliza, saa unaomba usipayuke. Unahitaji neno sahihi kwa ajili ya wakati au nyakati zako. Sio kama unanielewa? Unahitaji neno sahihi kwa ajili ya majira unayopitia. Listen, hata kama umerogwa, kama utalipata neno sahihi, kama utalipata nini? Neno sahihi, unavuka. Now listen to me. Why? Kwa sababu logos yuko ndani yako, neno yuko ndani yako, na mle ndani yako hayumo tu, yuko pale ili nyakati zote na majira yote viwekwe chini ya miguu yako. Ndio maana akasema nimewapeni mamlaka ya kukanyaga nyoka na nini? Na nge, na nguvu zote za yule nani? Za yule mwovu. Na anasema hakuna neno litakalofanya nini?
Mungu amesema ametoa mamlaka. Iko katika nini? Iko katika neno la kinywa chako. Unanielewa vizuri? Maana yeye ni neno na anatafuta kinywa, na amesema yeye ndiye aliyekiumba kinywa cha nani? Kinywa cha mwanadamu. Unanielewa sasa? Kwa hiyo sikiliza, unachohitaji ni neno sahihi. Neno sio kupayuka payuka. Unahitaji neno sahihi. Unalitoa wapi? Unalitoa kwa logos. Unalitoa kwa yeye aliye neno, anayekaa wapi? Aliyeshuka na kukaa ndani yako. Ili afanye nini? Yes. Ili afanye nini? Ili akuokoe. Anamwambia Musa, nimeshuka ili niwaokoe, na anasema ameshuka na kukaa ndani yako kama neno ili akuokoe. Yes. My Lord, my God. Kwa hiyo kila wakati na nyakati na majira vimewekwa wapi? Vimewekwa chini ya miguu yako. Amen. Na mamlaka yako iko katika kinywa chako. Amen. Unapoomba hakikisha unasema maneno sahihi. Ngoja nikukumbushe baadhi ya vitu. One day, majira ya kupokea mwaka 2025, tulikuwa tuko kule pale barabara. Amemaliza kuhudumu, nakumbuka siku alihudumu Mama Jesse. Amemaliza kuhudumu, alikuwa amesoma Luka, and we learned about Luka, and then nikaja kwa pulpit. Roho Mtakatifu akaniambia, tazama hilo neno tena. Nikatazama lile neno tena. Nakumbuka ule mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wetu wa nini? Yes. Mwaka wa na nini? Na nini? Yes, mwaka wa habari njema, furaha iliyokuu na nini? Na amani tele. Then I looked. Nikasoma. Bwana akaniambia, hiki ndicho mnavuka nacho kuingia 2020 na ngapi? Yes. Kuingia 2025, is it? Yes. Tulikuwa tuko 24 kuingia 25. Akaambia hili ndio neno. So you have to speak. Tell them. Waambie ni mwaka wa habari njema, furaha iliyokuu na amani tele. Then I said what? Akasema yes. Nikaanza kusema ni mwaka wa habari njema, furaha iliyokuu na amani tele. Bwana anasema ni mwaka wetu wa habari njema, furaha iliyokuu na amani tele. Yes, ilikuwa katika logos, lakini logos alilitoa kwenye logos akalileta kwetu kama rema. Unanielewa sasa? Nikamwambia Bwana anasema ni majira yetu ya habari njema, furaha iliyokuu na amani tele. Listen, tukatembea na hilo neno. Then wakati mwingine, I think it was in the same altar, I saw the angel. I think it was in the same day. Ilikuwa ni siku hiyo. Baada ya hilo neno nikaona malaika wa Bwana anatoka katika anga, ameshika viroba vya fedha, bags of money, viroba vya fedha. And anasema, this is for you. Haya ni kwa ajili yenu. Tell them, waambie hivi vyote ni kwa ajili yao. Nikasema yes, I see money. Bwana amesema ameleta fedha kwa ajili yetu. What I needed, nilichokuwa nahitaji ukifanya is to receive the word, kulipokea lile neno, kuliamini na kufanya nini? Na kulisema. Nalipokea kwa sababu yeye ni neno. Nikisha mpokea kama neno naliamini. Nikisha liamini nalisema. Maana yake nilichokipokea hakibaki tu kuwa neno, kinakuwa rema. Maana yake neno la ufunuo. Na neno la ufunuo ili litende kazi unatakiwa ulitamke. Kama unanielewa? Amen. Then I needed to speak it. In the same altar, the Lord told me, Bwana kanambia waambie, tell them, I've brought many cars. Nimeleta magari. Tell them to buy cars. Nikamwambia jioni, Bwana amesema nunueni magari. Watu wakasema, no, mchungaji, tuko kwenye wakati mgumu. Wakati wote tunahangaika, kiwanja cha kanisa pale kile migogoro kibao. Mambo kede.
Hawa wanapanda dau la fedha, sisi tuna fedha ndogo. Ina mara wengine shapanunua, ondokeni mtupishe, mambo kibao. Nikasema Bwana, nikiwaambia hawa wanunue magari hawatonielewa, kwa sababu tuko kwenye mkakati wa wapi tunakwenda kuhamisha kanisa. Hawatonielewa. Bwana akisema I said it, waambie nunueni magari. Nikalo, Bwana amesema ni majira ya kununua nini? Magari. Nikasema nunueni magari. Buy cars. Nunueni magari. Ni majira ya magari. Nikaambia Bwana, ninaweza nikanunua? Ndani yangu nikamuuliza Logos, can I buy one? Akanambia sio moja, hata 100. Nadhani niwaambie, nikamwambia mimi Bwana, mimi naweza kanunua hata 100. Yes. He told me I can buy even 100. Yes. And I still walk with that. Natembea nalo mpaka leo. Nilimwambia Pastor Man, I'm going to buy another car. Nitaenda kununua gari nyingine, and this time I'm buying a 0 kilometer. Amen. 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 Okay. Wengine hamkunielewa. Yes. Nilisema naenda kununua gari. Nilimwambia Bwana ananiambia nitanunua gari lingine. Mara hii sitonunua used ya Japan. Magari yanatoka Japan used. I'm not buying that. Ninaenda kununua 0 kilometer, yani gari jipya ambalo halijawahi kuendeshwa na mwanadamu yeyote. I'll be the first one to ride on it. Amen. Amen. 0 kilometer. It is coming. And I know it is coming. Niulize leo, Pastor, una milioni ngapi kwenye account? I don't have even one. Sina hata milioni moja. But one I know kwamba na kwenda kununua 0 kilometer. Amen. That's one I know. Amen. Why? I hear the word. I hear Yes. the word. Nalisikia neno. Yes. And that neno kwangu linakuwa ni rema. Ndio maana ninapata ujasiri wa kukuambia kwamba I will buy a 0 kilometer car. Amen. Si kama ananielewa sasa. Someone doesn't understand me. Kuna mtu anielewi. Listen na kuambia leo. Unapoingia katika kuomba, usitamke tu. Listen to the word. Sikiliza neno. Wait for the right word. Ndio maana Bwana anataka tuingie katika mahali pasiri. Wakati uko mahali pasiri, ndio maana watu tunawafundisha, unapokuwa unaomba, listen, usifuate akili yako. No. Hautaki kunyamaza kimya, anza kunena kwa lugha. Start praying in the spirit. Anza kuomba katika nini? Katika roho. Endelea kuomba katika roho. Keep speaking in tongue. Omba kwa kunena kwa lugha, Sikiliza, katikati ya kunena kwa lugha utamsikia Bwana akiachilia rema. Amen. Utasikia Bwana akiachilia nini? Rema. Sawa, unaombea watoto wako kurudi shule, usikie tu unasema Bwana, fungua milango ya ada, fungua milango ya karo. Sikiliza, kuna maelfu ya vinywa yako yanatamka neno hilo, lakini hayana uzima wala hayana uhai. Anasema neno lake yeye ndio roho na ndio nini? Na ndio uzima. Lisubirie neno ili utamke neno la wakati na majira sahihi. Amen. Si kama unanielewa? Amen. Si kama unanielewa? Yes. Okay, listen, unataka majibu, unataka kuona matokeo. Nawaambieni, wala ambao mnaonaga watu wanaomba kwa kunena kwa lugha mkaona ni wajinga wa kwanza ni nyinyi. Njia rahisi ya kupokea neno sahihi kwa ajili ya majira sahihi litakukuta kwenye mazingira sahihi. Yaani huwezi ukawa umekaa kanisani uko kimya, ndani ya kichwa chako panapita mawazo ya migebuka, panapita mawazo ya dagamteke, panapita mawazo ya ubwabwa, panapita mawazo ya vikoba, panapita mawazo sijui ya nini. Vitu gani? You get it? Madeni, madera mapya, sijui vitu gani. At the same time, akili hiyo moja, and then unataka upate rema. Never. Sikia, lazima uingie katika siri. Start speaking and praying in tongue. Anza kuomba kwa kunena kwa lugha. Omba kwa kunena kwa lugha. Nena. Then katika kunena, maana maandiko yanasema yeye anenaye kwa lugha hasemi na nani? Hasemi na watu, bali asema na nani? Asema na Mungu. Asema na Mungu. Maneno ya nini? Maneno ya siri katika nini? Katika roho yake.
Kwa hiyo wakati unaomba kwa lugha, hausemi na mtu yeyote, unakuwa unasema na Mungu. Na wakati unasema na Mungu, then Mungu atahitaji kujibu, maana yeye ni Mungu anayesema. Ni Mungu anayefanya nini? Ni Mungu anayesema. Ile saa atakapojibu, anakukuta wewe uko unasema naye. Na wakati unasema naye, maandiko yamesema anenaye kwa lugha hasemi na nani? Hasemi na watu, bali asema na nani? Asema na Mungu. Mambo ya sirini katika nini? Katika roho yake. Hapo ndipo siri ya mpenyo wako itakapotokea. Hapo ndipo siri ya ada ya watoto wako itakapotokea. Hapo ndipo siri ya mume aliyekimbia itakapotokea. Hapo ndipo siri ya kodi ya nyumba unayodaiwa itakapofanya nini? Itakapotokea. Hapo ndipo siri mipango ya biashara yako itakapofanya nini? Itakapotokea. Hapo ndipo mahali ambapo utapokea majibu, maana neno atasema. Na akisema, neno litakuja katika kazi. Na akisema, anajua maana yake. Maana yake wewe utakuwa Mungu, na saa hiyo hiyo utakuwa nabii wa Mungu. Maana neno atasema, na kinywa chako kitatumika kulisema nini? Kulisema neno. Na kwa sababu hiyo Mungu atakuwa akisema katika nani? Katika wewe. Unanielewa sasa? Kama alivyosema kwa kinywa cha Haruni, ndivyo atakavyosema kwa kinywa chako. Amen. Shika maneno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unataka kuomba au kusema maneno sahihi, tumia rema. Niliwaeleza katika Waebrania sura ya 11 kwamba hiyo ndio siri ya wale wote waliokufa kwa imani. Listen, the subject will be going on. Somo letu litakuwa likiendelea, lakini kwa leo nimetaka uyafahamu haya. You see how wide this was? Very wide. Very wide.